Zana tu. Karibuni katika episode ya leo. Wacha niwaambie ama niwapatie ushauri kidogo vijana huko nje, hususan wale wanafunzi. Ikiwa umepata nafasi ya kusoma, wazazi wako wako na uwezo fulani wa kukupeleka shule kutoka kiwango cha chini kuanzia nursery hadi tuseme uko mbele university ama college ama technical institutes. Kijana ama mwanafunzi, soma kwa bidii, kwa sababu huku nje kazi zipo ni mingi, lakini zinahitaji baadhi ya watu wenye vitu fulani, na hivyo vitu utavipata katika masomo. Utakuta watu wengine wanalalamika kwamba kazi hakuna. Kwa sababu gani? Zile kazi zenye ziko available zinahitaji watu fulani na wenye kitu fulani, wakati wao hawana hiyo kitu, so inakuwa vigumu wao kupata hizo kazi. Mzazi wako amejitahidi, amekupeleka shule. Unaenda huko, unafanya vituko. Unajiona sasa wewe umekuwa bouncer ama umekuwa mwanamke ama umekuwa na ndevu hivi. Unaanza kufanya vituko, unafukuzwa, yani unafanya tu vituko, ukidhania kwamba huo muda utabaki pale pale, ama ukidhania kwamba utabaki tu mwanafunzi. Ipo siku huo muda hautakuwa tena, na ule uwezo wa yule mzazi, hata kama bado atakuwa yuko nao tena, katika ule muda ambao utakuwa still hautakusaidia. Umeenda shule, fuata mambo ya shule. Kuna wengine sisi tunatamani angalau tungefika hiyo kiwango, hiyo masomo kwenda huko mbele, lakini sasa hatuwezi kulaumu wazazi kwa sababu walijaribu katika kile kiwango chao, na ndio hivyo tunashukuru kwenye tulifikia. That's why tunasikia vibaya kupata mtu yuko na kila kitu but anaanza kudharau masomo. Yaani mpaka kwenda shule anaanza kubembelezwa, mara anabadilishwa shule, mzazi anajitahidi, yani ili mradi mtoto wake awe comfortable na ile shule yenye anataka. Still huko anaenda kufanya vituko, unasema hutaki kusoma. Ndugu yangu, the reality utaiface huko nje. Ipo siku utatamani ungeendelea kusoma, at least ungepata kitu fulani ambacho kingekusaidia. Kwa sababu umekataa kusoma, ni sawa, fanya kitu cha maana basi hata huko nje. Wengi wenu mnaanza kutumia mogoka, wengi hata wanaanza kutumia shule, bangi wanavuta. Mnajua hakuna kitu kibaya kama bangi na mogoka na hata sigara. Hususan bangi, yani ukivuta bangi, yani huwa inakuonyesha kila kitu kwako ni sawa. Hata maji itakuonyesha kwamba maji ni maziwa. Yani bangi, yani hata ukifanya kitu fulani ambacho hakina maana, still itakuonyesha kwamba kiko sawa. Unajiharibia maisha yako. Bangi haijawahi kusaidia mtu, mogoka haijawahi kusaidia mtu, sigara haijawahi kusaidia mtu. Unakuta unavuta bangi, hata sometime hata ufikiri hata kutumia kinga kwa wanawake, yani unakuwa mtu ovyo, yani unaingia tu katika unaingia tu popote pale, mwanamke yote unaona yuko sawa tu. Wengi wenu mko na magonjwa, na hata kama si yale magonjwa kama ukimwi, wengine wanafikiri magonjwa tu ni ukimwi. Kuna magonjwa mengine hata ya kiroho na hata manuks, hata whatever, kwa sababu the moment umelala na mtu, zile destiny zenu zinakuwa wanahitaji mnazichafua, kwa sababu ukilala na mtu, whatever you exchange ni damu. So kama yule mtu alikuwa na kitu fulani ambacho ni negative, still atashare na wewe. Wengi wenu mnafikiria kwamba sasa mnaanza kuweka marasta hivi, mnavuta bangi, mko maskani, sasa wenyewe mnajiona kwamba nyinyi ndio wakali.
Nyinyi ni mafala. Wengi wenu sasa kama vijana, unaona vijana huku coast. Vijana wa coast. Wanafuga rasta, sasa wanafikiria wanaenda beach, wakifikiria kwamba wanachukulia wazungu kwamba wakiwa na zile rasta. Basi watapata wazungu, hiyo ndo kazi, wanataka huko, wanajifuga virasta, wanaanza kujifunza tu Italiano pale na kijama hapo kidogo kidogo, kila asubuhi wako huko kuvuta bangi beach, wanajiita ma beach boy. Hiyo ndo kazi wanataka, wanatafuta vinyanya, yani wanataka life simple, na hiyo sio maisha. Na hata hivyo vinyanya venye unaviona huko kwao vilikimbia kwa sababu hakukaliki. Yani mnajikusanya uchafu. Kijana, kama umepata nafasi ya kusoma, soma. Na kama haujapata kwa sababu ya hali za nyumbani, fanya kitu positive. Rasta hazitakusaidia, bangi haitawahi kukusaidia, sigara haitawahi kukusaidia. Na pia hakikisha uko na watu ambao wamekuzunguka, kama ni mabeste, wako na positive mindset. Wako na akili yenyewe, hata ukikaa nao watakupush mahali fulani positive, ina positive maana. Lakini wewe unafuta bangi, rafiki yako anafuta bangi, rafiki yako anafuta mogoka, rafiki yako anakunywa pombe. At the end of the day, what value watadi katika maisha yako? Ama hata wewe mwenyewe tayari you don't value yourself. Wewe ni fala. Kubali wewe ni fala. Try to quit smoking. Try to quit your surrounding for you to move forward, and it will help you. Young man, uko na muda wa kubadilika. Hizi stories za bangi na rasta sijui na vipulani unakuta, yani vitu zingine zinashangaza sana. Wewe ni kijana, wewe ni mwanaume, hizi stories za vipuli zinasaidia nini? Kwa sababu hizi ni vitu za kishoga. Unaona mashoga ndo wanaweka hivi, yani kujiuza. Sasa wewe kijana, wewe si shoga, unavaa vipuli, yani unataka kuonyesha jamii nini? Halafu wenyewe sasa ndo wanajiona kwamba wamefika, ni wakali nini, wamekaa maskani wanavuta, wengine wanaposti, wanajifanya wasanii, au sio? Wewe muda ukienda hautarudi katika maisha yako. Rudia Mungu. Nenda church. Church itakusaidia, itakufunza maadili positive. Church ni kitu cha maana. Soma Biblia, itakuongoza. Marafiki watakufundisha bangi, mwisho wako maisha yatakuwa ovyo sana. So badilika leo, acha sigara na achana na hizo vitu, nyoa rasta. Rasta hazisaidii. Kwani wewe mnafikiri sasa ukiweka rasta ushakuwa Mjamaika? Wewe bado ni Mkenya. Unatoka huko Mombasa, Kilifi, whatever. So respect yourself. If you get the chance to go to school, go to school. Learn, it will help you. Unalalamika hakuna kazi. Sasa utasaidika vipi? Ulikataa kusoma, ukakataa kusoma, after kukataa kusoma ukaona chenye unaweza fanya ni kuweka rasta na kuvuta bangi, sasa ni kupost picha mitandao, uko beach, uko wapi? Hiyo kitu haiwezi kusaidia. Change is better and it will help you. Thank you so much.